Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Yeriko Nyerere ambaye ni mwanachadema kindaki lakini pia ni mwandishi wa vitabu mbalimbali ameweza kugusia swala la ugomvi ndani ya vyama vya upinzani na kusema kuna baadhi ya wanaharakati wanaingilia vyama vya upinzani, ndio maana hawapendi migogoro iweze kuisha katika vyama vya upinzani. Kupitia migogoro hiyo wanaharakati hao wanajipatia kipato au wanapata maslahi kutoka katika mashirika ya huko nje, wakidhani kwamba wanasuluhisha migogoro hiyo. Na akaweza kuweka na baadhi ya mifano kwamba moja ya wanaharakati ambao wananufaika na hiyo migogoro ni shangazi ambaye kutoka pale anaitwa Shangazi wa pale Zanzibar, na akasema alishawahi kupokea dola 400,000 na akaweka hapo na risiti yake. Lakini pia nataka nikusomee kile ambacho Yeriko Nyerere ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, na nukuu: ili taifa liendelee linahitaji wanaharakati wa kweli, lakini aina ya wanaharakati tulionao ni hatari kwa mustakabali wa siasa na taifa letu kwa ujumla, kwa kuwa wengi ni wafanyabiashara na wafanyabiashara ya harakati, na siku wa Tanzania wakifanikiwa kuwafahamu wanaharakati wetu hawa, hakika tutajenga nao mbali sana. Haya wanaharakati wenu hao wanapokea mabilioni toka kwa wazungu kwa kutumia kinachoitwa matatizo yetu, na wengi wameingiza mabilioni kupitia matatizo ya Chadema, yani kesi za wanachadema, tena bila Chadema yenyewe kushirikishwa. Jiulizeni kwa mabilioni hayo wanapokea kutokana na minyololo chini kwa chini. Wanaharakati hao wanapenda kuwepo na hawapendi kuwepo na maridhiano ya kisiasa nchini. Nchi ikiwa tulivu, maana yake unawakosesha uglaji huu. Najaribu kufikiria zile kelele zao enzi za maridhiano ya Chadema na serikali zilikuwa na maana kubwa sana kwao. Wakati wa uchaguzi ndani ya Chadema kulikuwa na nguvu kubwa ya wanaharakati wengi wengi wao wasio wa Chadema wakishinikiza mabadiliko ya uongozi ndani ya Chadema, na kukawa na tuhuma kwamba makundi ya wanaharakati hawa yanaingilia uchaguzi huo kutumia mamilioni yao ya wazungu ambao yaliombwa na wanaharakati hao chini ya Maria Sarungi kupitia Nairobi, Kenya, wakisema lengo lao ni kusaidia kutoa elimu ya demokrasia na utawala bora chini. Kumbe kazi yake ilikuwa kuingilia siasa za vyama na kuchochea migogoro katika vyama vya upinzani. Kwa ripoti hii ya shirika hili la Foley Foundation, sasa naanza kuamini uchaguzi ule uliingiliwa. Na tujiulize, hawa wanaharakati wanapata wapi nguvu za kuendesha harakati hizi katika mataifa ya Afrika Mashariki? Ikumbukwe mwaka jana, mwaka 2024, Rais wa Kenya William Ruto alishutumu shirika la Foley Foundation kwa kufadhili maandamano ya Gen Z. Sasa wanaharakati wa Kenya wanavuka mpaka na kuja Tanzania, wanasema sie hatumelala, ngoja tuamshe. Binafsi sina tatizo nao, kuamshwa ni jambo jema sana. Tatizo langu ni hayo malipo ya mabilioni wanayolipwa hawa ndugu zetu. Yana nia njema kwa taifa letu? Ingia kwenye tovuti ya shirika hili usome ripoti ikionyesha watu wenu walivyovuna mabilioni huko. Akaweka hiyo linki ya hiyo foundation ambayo inaitwa Foley Foundation, namna Maria Sarungi alivyolipwa mabilioni ya fedha. Maoni yamekuwa ni mengi kweli katika eneo la kuandika maoni kutokana na hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, akimtuhumu Maria Sarungi kwamba anapokea mabilioni ya fedha kutoka kwa Foley Foundation
kwa ajili ya kuingilia chaguzi na mipango mbalimbali ya vyama vya upinzani. Wa kwanza anaitwa Tu, anasema kipi bora kati ya kufungamana na anayekutetea huku akilipwa na kufungamana na anayekukandamiza huku akilipwa? Ukiwa kama mshindi wa tuzo ya waandishi wa vitabu, ungechagua kufungamana na mtu yupi kati ya hao wawili? Weja ametukana, siwezi kusoma, lakini Mono anasema natamani Maria Sarungi angeniwezesha hata USD $100 na hao Ford Foundation, maana tunaona kazi ya hizo fedha kuliko CCM yanachukua mabilioni hazina kwa kuwapa Chauma ili kuiua Chadema, na hausemi kitu. Ametukana hapo kusoma. Lakini Lateng anasema nimesoma kitabu cha ujasusi wa kidolari na kiuchumi. Nimeona jinsi Mwalimu Julius Nyerere alivyokuwa anapewa pesa na mashirika ya nje chini ya mwamvuli wa kanisa Katoliki ili kuchochea harakati za uhuru wa Tanganyika, na wewe kama mwandishi wa kitabu kile ulisifia uamuzi ule, leo unashangaa kuona. Lakini John Salung anasema iko hivi, nani bora? Je, anayewatetea wengi wafungue macho na wengine wawe huru, ama anayelipwa au wawe wengi ili yeye binafsi awe huru? Joseph anasema mwamba alizungukwa sana na vimeo. Lakini King Asenga anasema unawashawasha alafu hao wazungu wavune nini wasichovuna sasa hivi kwenye huu utawala? Kwenye huu utawala wamenyimwa nini? Kama ametukana, siwezi kusoma. Kazi ngumu anasema harakati sio biashara, hakuna profiting, lakini inahitaji fedha. Civil society zote duniani zinafadhiliwa. Sasa wewe unapotosha umma eti ni hatari kwa taifa. Uoni status yako hili taifa letu ndio hatari kwa taifa? Ama husomi CAG ripoti, unaishia kwenye functional writing zako? Lakini Noel anasema mbona wanasiasa wanalipwa mabilioni bungeni na watutetei? Si bora walipwe hao wanaotusemea matatizo yetu? Au kipi ni kipi kwako mkuu? Lakini Amani Mlele anasema kaka mkubwa, ukiwa unaandika majarida yako ya kimbea uwe unatuliza ubongo ili uandike vizuri. Hasa wewe jasusi utakuwa na wivu binafsi. Sasa kwa nini wewe usiandike makala ya kutetea wanyonge na rasilimali zetu? Lakini pia Mapito anasema yani walipwe au wasilipwe, to me as Tanzania, Maria Sarungi, she is my virgin mother, she is my queen, she is my mother, she is my sister, she is my love, she is my sweetheart. Lakini pia Dr. Mwindaji anasema nimejaribu kusoma sana lakini mizimu inanizuia nisilete, labda andika kwa Kihelehele au Kilungu. Lakini Balu anasema ukagua kwa asijua ameandika nini hapa, amekosea sana. Lakini walitaka sema ukiukaji wa haki za binadamu ndio unaozalisha wanaharakati. Serikali ya CCM ingekuwa inajitahidi kutumia wananchi badala ya kuwanyanyasa kila mtu Tanzania. Hata hao wanaoitwa wanaharakati wabovu wangekuwa wanasifia serikali. Badilisheni mienendo yenu kama serikali. Lakini mbunge wa 10 anasema hivi, wetapeli mpaka leo hujafukuzwa Chadema? Kwa nini bado upo wakati hauna sifa ya kuwepo? Wewe jamaa ni zaidi ya wasaliti, wewe ni zaidi ya takataka. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo watu wametoa katika chapisho la Yeriko Nyerere, ambapo anasema kwamba kuna baadhi ya wanaharakati wanakuwa wanapewa mabilioni ya fedha kutoka kwa wazungu kwa kufadhili na kuingilia uchaguzi wa vyama vya upinzani,
na akaenda mbali zaidi akasema Maria Sarungi aliweza kupokea takribani dola 400 kutoka kwa Fold Foundation. Jina langu ndio KOA TV, tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika channel yetu ya KOA TV. Bye bye, tukutane wakati ujao. Bye bye.